Shingu, mtetezi wa wanyonge, mpenda haki, mwanamke shupavu, mpenda demokrasia, superwoman. Wete wenyewe waje wayaone maendeleo wanayoyafanya. Wete wenyewe waje wayaone, wajue kwa nini tunampenda sana. Huduma za afya bure kwa nafuu, treni mwendo kasi, barabara za juu. Kaongeza mikopo wanafunzi vyuo vikuu, michezo imepamba moto kakifu. Namleta muone, namleta raisi, namleta mwenyekiti, namleta raisi, namleta mwenyekiti, namleta mama Samia, namleta Suluhu Hassan, Shingu, mtetezi wa wanyonge, mpenda haki, mwanamke shupavu, mpenda demokrasia, superwoman. Na 2025 tunaenda na Masamia, tunaenda na mama wa taifa. Bodaboda mnasemaje? Wakulima tunasema, kina mama sijasikia. Vijana tunasema, ile pale Tanzania ya Samia inameremeta, ona ina amani, watalii wanamiminika. Shingu, mtetezi wa wanyonge, mpenda haki, mwanamke shupavu, mpenda demokrasia, superwoman. Na 2025 tunaenda na Masamia, tunaenda na mama wa taifa. Bodaboda mnasemaje? Wakulima tunasema, kina mama sijasikia. Vijana tunasema, ile pale Tanzania ya Samia inameremeta, ona ina amani, watalii wanamiminika, na upendo yani wawekezaji wanafika. Kwanza kabisa mradi huu wa bajaji ambao ofisi yao nimekuja kuizindua leo ni mradi kwa kweli mzuri sana. Ni mradi ambao una wanachama wasiopungua 405. Walianza wanachama 125 mpaka sasa hivi wamefikia 405. Lakini kazi yao kubwa ni usafirishaji wa abiria kwa kutumia vyombo vya bajaji kutoka Dar es Salaam, maeneo ya Boko, Bunju, mpaka Mbweni, Tegeta, kuja kufika mpaka Bagamoyo huku, Mapinga, Kerege mpaka Bagamoyo mjini. Kwa kweli kazi kubwa anaifanya. Ni mradi ambao una manufaa makubwa sana. Lakini katika mradi huo kuna vitu vingi ambavyo vizuri wamevifanya katika mradi wao. Kwa sababu mpaka sasa wanamiliki karibuni bajaji 72 ambazo wanaendelea nazo, na vile vile kwa mwaka huu wamesema kwamba wamenunua viwanja katika kata ya Fukayosi kwa ajili kila muendesha bajaji ana kiwanja chake. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana maendeleo ambayo wameipiga. Kwa hiyo sisi kama
mimi kama mheshimiwa mbunge ambaye ni mwakilishi wao, nimewaahidi nitawapambania katika halmashauri ya wilaya ya Bagamoyo kuhakikisha kwamba kikundi chao wanazidisha juhudi ili waweze kupata mikopo zaidi na kuendesha shughuli zao za kibiashara. Na vile vile tumezungumzia swala la usalama kwamba wao wanaendesha vyombo vya moto na hasa bajaji. Kwa hiyo waendeshe vyombo hivi kwa kutegemea kwamba wao ni wanadamu ambao lolote linaweza likawakuta. Kwa hiyo wazingatie sheria za usalama barabarani, wazingatie utiifu wa barabara ili mradi waweze kuendesha maisha yao vizuri wao pamoja na abiria wao. Serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais katika swala la mikopo ameamua sasa kuanzisha utaratibu mpya ambao watu sio wakope kama zamani. Zamani ilikuwa watu wanakopa shilingi 200,000, kikundi wanakopesha shilingi milioni 2, wanagawana 200,000, wakitoka hapo watu wanaenda kununua samaki na mambo mengineyo, hela imekwisha. Lakini sasa hivi kuna vikundi ambavyo serikali inatoa pesa kwa vikundi ambavyo ni madhubuti kabisa katika biashara, ambao wanaanzisha biashara ambayo itawaajiri na wenzao vile vile, kama mfano ambao tumeufanya juzi katika halmashauri ya Bagamoyo. Vijana wa kikundi kimoja wamekopesha shilingi milioni 150, wamenunua lori jipya kabisa pamoja na bajaji na pikipiki za miguu mitatu kwa ajili ya kuzoa takataka. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana tunapiga katika mikopo hii. Serikali inapiga hatua kubwa sana katika kuwasaidia wananchi wake. Hilo halipingiki kabisa kwa serikali hii ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Kibosho ukija tulipo hapa kazi inaendelea, mnaiona, ukienda Kiharaka hivyo hivyo, Tungutungu hivyo hivyo, na Kiembeni bado mpango inaendelea, lakini na imani kufikia mwezi wa 7 bajaji zitakuwa zinafika Changwea. Kwa sababu kwa kazi nzuri ambayo tunaifanya kwa sasa. Kwa hiyo kadri tipu zitakapoongezeka na madereva wanaongezeka. Mama Samia oye! Wasaidizi wa Mama Samia oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi ni wanasiasa. Sasa ukitupa kazi ya kuongea, naweza nikaongea nikamaliza na maneno yako. Lakini mwenyekiti pamoja na viongozi na madereva hapa wako tayari kwa ajili ya kusikiliza wewe hapa. Na imani wana shida zao, lakini niseme jambo moja. Mheshimiwa mwenyekiti wa madereva bajaji, kwa umoja wenu mkifuata taratibu zote za usajili kupitia halmashauri yetu ya Bagamoyo, tuko tayari kuwapokea hata kesho. Mwanze taratibu za kufuatilia kama ni bajaji ili msiweze kupata kwa riba kubwa. Pesa zipo kwenye halmashauri. Mheshimiwa mbunge ametoa ukabidhi kwenye robo ya pili, na hapa sasa hivi tunatarajia kutoa fedha kwenye robo ya 3. Robo ya pili iliyopita tumekabidhi zaidi ya milioni 900. Na kuna kikundi kimoja kipo Nyandema mheshimiwa, ambacho kimepewa milioni 150 peke yake. Kwa hiyo kama mtafuata taratibu, mimi nipo tayari kuwapa ushirikiano kwa ajili ya kuweza kupata hizo pesa. Madereva oye! Lakini mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na risala waliosema, najua na mambo mengi. Mheshimiwa diwani wa Kerege, najua na mambo mengi, lakini kwa sababu hapa ni kwangu najisikia aibu kwa maandalizi mlioyafanya. Na kwa hafla hii mimi lazima niwachangie kama diwani wa kata. Angalau tuweza kufidia gharama za maandalizi, au weza mkaingiza kwenye bima au mkaweka sehemu yote kwa ajili ya kuimarisha umoja wenu. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, sikuingilii. Najua wewe uko kwenye mipango yetu itakaa sawa na sisi ndio wasaidizi wako. Lakini mimi kwangu hapa lazima tusaidie kama tulivyokubaliana. Kwa mimi nitawachangia hapa shilingi 700,000.
Kwanza kilichotusukuma ni serikali yetu kurudisha mikopo ile ya 10%. Tumeona kama serikali imerudisha mkopo, na sisi kama vijana tumeona tuna wajibu wa kujiratibu, lakini uwezi ukaenda ukakopa serikalini imeturejeshea mikopo, serikali ijui na kupata wapi. Kwa hiyo jambo la kwanza tukasema tupate ofisi au anwani kwamba sisi tunapatikana hapa. Kwa hiyo tukabasi tumefanikiwa kupata ofisi yetu hapa kwa Kibosha, mdau wetu ametusaidia. Kwa hiyo tutakuwa tunapatikana hapa. Kwa hiyo muunganiko huu wa umoja wa madereva, tunajua ni kundi kubwa, lakini tunaamini umoja wetu ni nguvu yetu ya kwa pamoja kwa ajili ya kuikwamua kiuchumi. Wajibu wa serikali ni kutengeneza mazingira. Serikali imeshatengeneza mazingira ya mikopo ya 10%, na sisi kama vijana tunakwenda kujiorganize, tunakwenda kufaidika na hiyo mikopo. Tunaamini mikopo ambayo haijawahi kutokea, lakini imetokea kwenye serikali yetu ya awamu ya 6. Tunamshukuru rais wetu, tumeona ya kwamba amekuwa anaboresha miundombinu kila itwapo leo utendaji sisi kazi. Faini za barabarani ametupunguzia kutoka 30,000 mpaka shilingi 10,000. Kwa hiyo kama rais anawaza, anatufikiria si kundi la maafisa usafirishaji wa kipato cha chini, tukaona sisi ni wakati sana sisi wa kuanza kuwaza. Mazingira yameshatengenezwa, miundombinu imeshatengenezwa, na sisi tunajikwamuaje? Mpaka sasa sisi kama wenyewe hatujafanikiwa kukopa mahali popote. Tumekusanya nguvu yetu ya kwa pamoja, tumechangishana wenyewe kwenye umoja wetu, na michango tulianza na 500 ya kila siku, baada ya 500 tukaja 1000 kila siku. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tumefikisha wastani wa almost milioni 54. Kwa sababu kupitia milioni 54 tunamwezesha dereva wetu kwamba milioni 1 kama na 1.5 tunakwenda anakopa bajaji hivyo kwa mmoja. Kwa mpaka sasa hivi kwenye kundi chetu tuna bajaji 72 ambao tumewezesha madereva wetu. Kwa na malengo yetu tumesema sisi kama kikundi mpaka tunafika mwaka 2026 na 27 kila dereva tu tumemfikia amemiliki bajaji yake. Tumtoe kwenye maisha ya kumtegemea bosi, kumiliki bajaji yake mwenyewe. Lakini tunakuja tuna eneo lingine, madereva wetu tunatambua wengi ni wapangaji. Sisi kama kikundi tukakaa kwa pamoja, tukaazimia tunawezaje kujikwamua kutoka kwenye hili eneo. Tumekwenda mahali tumepata pesa, tumenunua viwanja 250 hapo Fukayosi. Kwa hiyo kwa awamu ya kwanza tuna madereva 250 ambao tunakwenda kuwapa viwanja. Lakini vile vile tuna SACCOS ndogo ambayo iko ndani ya kikundi itakuwa inawasaidia madereva. Dereva wetu leo badala ya kwenda kukopa mahali 100,000, 200,000 kwenda kupigiwa picha vitu vyake vya bandani, atakuwa anakopa kwenye chama chetu 100,000 kwa 10,000. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anahitaji bajaji tumeshafika kiwango cha kumwezesha milioni 1, yeye akaongezea milioni 1 na 200,000. Sana niseme jambo moja, umoja huu wa madereva bajaji Bunju, Mapinga na Kerege na Bagamoyo, sisi ni watu ambao tumekutana kwa pamoja kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi, na katiba yetu imeelekeza sisi sio chama cha siasa. Kwa hiyo lakini ndani ya umoja wetu tunatambua tuna chama kinachotawala ambacho Chama cha Mapinduzi ndio kimetutengenezea miundombinu. Leo tunapozungumza habari ya mikopo ya 10%, ukiwa nje ya mfumo ni kweli huwezi kuipata. Kwa hiyo sisi kama umoja wa madereva tumeamua kushikamana na Chama cha Mapinduzi kwa sababu ndio chenye mwelekeo wa kukomboa maisha yetu kiuchumi. Kwa hiyo na ndio maana tunafungua ofisi hapa, tumemleta mbunge anayetokana na Chama cha Mapinduzi, diwani anayetokana na Chama cha Mapinduzi, na sisi kama umoja wa madereva tumejiandikisha kwenye mfumo wa kadi za chama. Kwa hiyo hii iko wazi kwamba tunashirikiana na chama chetu cha Mapinduzi kuona ya kwamba kinatukwamua kwenye uchumi. Kwa hiyo tunaamini kwenye mfumo wa chama hicho ndio tunaweza tukajikwamua kiuchumi. Kwa hiyo siasa hatuingii sana kwenda majukwani kupiga siasa, lakini tunaamini nje ya Chama cha Mapinduzi hatuwezi kujikwamua kiuchumi. Madereva hawa kama inavyosemekwa ni kama Mapinga, Kerege, Bagamoyo, si ndio? Ndio. Kwa hiyo nikiwa kama mwenyekiti wa kamati ya maendeleo nina kila sababu na nilikuwa na haki ya kualikwa. Nami nilikuwa na haki ya kuaitika. Kwa hiyo nimekuja, nimefika kwenye jambo letu. Kubwa la tatu na la mwisho ni kuwapongeza kwa hatua hii ambayo tumefika. Niwapongeze kwa mawazo chanya ya kufanya maamuzi ya kuamua kuwa madereva, kupunguza hali ngumu ya maisha yetu, kujiongezea uchumi wa kipato chetu, kuweza kuendelea kuendesha maisha ya familia zetu. Lakini pia niwapongeze kwa hatua hii leo tuliofikia, kutoka kwenye mawazo kuja kwenye uthubutu wa kutenda, na hatima yake leo
kupata anwani ya upatikanaji wa madereva wa bajaji si jambo dogo, niwapongeze sana kwa hilo. Lakini pia tumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa kuweka haya mazingira rafiki ya kuweza watu kujiajiri, kujitengenezea kipato na kukubali haya yote ambayo yanaendelea leo ambayo tunayaona mbele yetu. Mheshimiwa Rais ana kila sababu ya kupongezwa na kushukuriwa kwenye haya. Nilisema haya niyaseme kwa sababu ninyi ndio mmetutanguliza kusimamia haki zenu, na tuwaahidi na tuwatie moyo kwamba haki hizo tutazisimamia usiku na mchana. Niwashukuru sana, asanteni sana.